Hello lovers, story time. Well, sijaposti kwa sababu nakuwa sina muda, ila nakimbizana na nyie. Kuna huyu dada alini DM, tuka exchange numbers, akanipa story yake, akanamba nimshauri kitu kimoja. Well, she has been in a relationship with his guy, so-called boyfriend, kwa muda miaka 4, yani mpaka kutana this year ni miaka 4. So ebu nitaeleza huko mwishoni, mtakuja kusema nyinyi mnaonaje. Walianza tu vizuri, wamedate, wanasema mwaka wa kwanza wa mahusiano, like baada ya kudate baada ya mwaka, yule kaka akamcheat. Amemcheat vipi? Short for money text, something like that. Na the guy akadmit kwamba yes, huyu mwanamke alikuwa kwenye mahusiano na hatujaanza muda mrefu sana. So it's like kama ile ya serious, so wakablokiana, wakapotezana, kila mmoja kwa na maisha yake. Wakaja kurudiana. Sikujua ni kama muda gani mpaka kuja kurudiana, lakini the guy, so unajua as women we are not afraid of, ngoja niongee kwa upande wangu mimi hapa, nisingizwa kwa general, sijajua haba wengine wanafikiriaje. Sisi wanawake, okay, mimi hapa juju, I'm not afraid of a man cheating, but I'm afraid of the results zinatokana na cheating. Nikisema results kwamba kwanza nitakuwa emotional damage, nita lose confidence, nita lose trust, yani nitaanza kurudi chini. Yani nitakuwa sikuamini tena, nitakuwa sikupendi, nitakuwa ninaanza kujishtukizia, and like kuna kitu gani ambao umekikosa kwangu, yani nitaanza kuwa emotionally, psychologically sitakuwa sawa. So hizo ndio results zinatokana na cheating. Sawa. Kwa hiyo alivyorudi dada alikuwa like okay, alikuwa anampenda the guy lakini still haja move on. So the guy mistake alioifanya, hakurudi kwa yule dada akamfanyia reassurance. Alichomwambia tu, mimi siwezi kurudiana tena na yule dada, kwa hiyo mimi nakupenda wewe, yani nimegundua kama wewe ndo mpenzi wangu. Yule anakuambia kile kitu kilichukua muda mrefu sana mpaka kutoka kilini. Kwa alikuwa kila kigombana, hata a small misunderstanding, the girl ataleta ile mada like, ndio maana umenicheat kwa sababu umenikuta bana, yani akaanza sasa kujishtukizia sasa, like akawa hajiamini tena, akaanza ku lose confidence towards her man. Kuna the guy sasa, kwa sababu me think the guy is a toxic man. Kwa sababu inawezekana kile kigombana, ushajua wewe ndio umekosea, kuwa mpole, fanya reassurance kwamba okay, nimemkosea mwanamke wangu, ngoja nimwombe msamaha. Sasa bad enough ni kwamba dada yule akitafuta sababu wakigombana, dada anakumbushia issue ya kucheat, the guy ndo anakandamiza. Ndio maana yule dada ni mzuri kukuzidi wewe. Guys, labda mnisaidie hapo swali, au yani mnisaidie nyinyi kufikiria. Imagine boyfriend wako anakuambia wewe ni mzuri kuliko yeye, yani yeye huyo mwanamke aliyofanya ucheat ni mzuri kukuzidi wewe. Guys, mtajisikiaje? Yule dada ana moyo. Kwa hiyo ikaenda hivyo, the insults, maana yeye anatongozwa, umeona kana anatongozwa. The guy anaposema the guy yuko vizuri financially and is a very good looking man and he's handsome and so. Kwa hiyo hivyo kila kigombana, the guy analeta yale maneno, ndo anazidi kumuumiza yule dada. Yule dada kavumilia, mwisho siku akaja kumwambia, akamwambia bwana, mimi kama utashindwa tunaendelea. Akaja kumwambia kwamba bwana, mimi nimekuvumilia, nimechoka, so unaona kama unaona like I'm not enough, just let us break up. So the guy kwenye mimi okay, ngoja nimalizie story kwanza nisije nika interfere. Wakaenda. Sasa the guy ana ule mfumo dume, kwa sababu ninakuhudumia na kulipia kodi, ninakulisha, ninakuvisha, yani chochote kile kinachohusiana na hela, the guy ana provide on time. Kwa hiyo mimi hata ukinikuta na makosa, wewe usiulize. Narudia tena, yani the guy ana provide kila kitu, chakula, rent, mavazi, sijui nataka kutoka, sijui birthdays, sijui nini, yani everything kinachohusiana na hela, the guy ana provide on time, anatoa on time.
Ila hata kama ukinikuta mimi na mwanamke, ukinikuta na kumbatana na mwanamke, ukinikuta simu yangu inaita, ukinikuta sijui nini, mazingira ambayo like wewe mwanamke utarise down like why? Mbona kama ni wapenzi, wewe mwanamke usikasirike, elewa kwamba as long as mwanaume wangu ananiprovidea, basi ni mwache afanye mambo yake. Tulizane ndugu zangu, je, wewe kuweza? Mimi siwezi. Frankly speaking, mimi siwezi. Uwe ni unyanyasaji na utumwa wa mapenzi. Tuendelee. Dada kavumilia tena, unajua sana sisi tena watoto wa kike tuna hela, ama na tumenunuliwa simu, mara sisi tumelipa kodi, mara sisi tumefanywa nini. Kwa hiyo tunavumilia ujinga. Without knowing that psychologically unakufa taratibu emotionally. So the guy, another intimate thing, the guy is good in bed, sio na vitu vingine. Likaja la kuja yule dada nakwambia, ilikuwa nikienda nikikutana naye simu zinalia saa 5. Yaani mimi mwenyewe nimecheka. Simu ya mwanaume wako inalia, faraka kanisema chui, afanya ficha simu. Kwanza nakwambia the guy akiwa naye, siku ile like mtu ameshikilia simu nini, akikutana na huyo demu wake, yani huyo dada sasa akikutana na boyfriend wake, ashiki simu inaikuwa silent, inafichwa kabisa, simu inapotezwa. Nikamwambia sasa wewe, hadi hapo huyo mwanaume wako yani tayari ni red flag, bado tu umengangana kisa hela ndugu yangu. Jamani, umaskini utakuja kutuua au naendelea. Basi bwana, anakuambia nimeenda. Sasa ikafika point, wait, basi anakuambia yani a lot of red flags, kitu ambacho siwezi kuvumilia ujinga. Yani hata kama mimi ni maskini, usininyanyase na umaskini wangu. Yani mimi ushakutana na maskini majeuri, yani nahisi mimi ndio miongoni mwao. Basi anakuambia mpaka kufika, yani nakwambia kuna mingine hapo kaviruka kufika mpaka mwaka jana yule dada kwanza akanambia kila siku huyo jamaa sasa anamwambia, oh you know, sio ndo mke wangu, sio nini, wewe wakiwa sasa wana have sex hapo. Kwanza the guy ana compliment wakiwa wana have sex. Sisi watoto wa kike, ngoja huu ni ushauri wa bure kwa kaka zangu, sisi watoto wa kike tunapenda kusifiwa na wanaume zetu. Sio mpaka nivae, mpaka nikiwa on top of you au ukiwa on top of me ndio waanze kunisifia. No, yani mimi hata mke wangu napenda nywele zako, mke wangu mara napenda ngozi yako. Yani sisi tunapenda visifa ni vile vya kijinga, lakini tunajiona tumefika tatu. Utuambie utufanyaje? Sasa wewe mpaka ukiwa unamdinya mwanamke wako ndio unamsifia. Hiyo ni another form of uchawi. So the guy, the lady sasa mwenyewe anakuambia mimi alikuwa ananisifia tu daktari, lakini ndo mke wangu. Yaani ndo hawaongei wakiwa in a normal state, wanaongea wakiwa vitu vishaingiliana sasa. Kwa hiyo akawa anamwambia kwamba wewe ndo mke wangu, sio unanivumilia mengi. Mwenyewe anakuambia the guy ni short tempered, ni mtu ambaye ni ana hasira za karibu, ni mtu ambaye ana panic mapema, yani ni mtu ambaye like kwa mwanamke yote ambaye huna moyo, haki ya nani uweze kumvumilia yule kaka. Akakwambia yote nilimpenda hivyo. So back to the point, anakwambia sasa ikafika kipindi ndio sasa kwa analala anamsifia like you're so sweet, chuma kwa gani huko, wewe ndo mke wangu, wewe ndo mama watoto wangu, nataka nende nikamwone mama. Anakuambia tokea nianze kumfahamu, tokea nianze mahusiano, anataka sasa tokea nikamwone mama. Mnapanga mpaka tarehe, mpaka usiku, mpaka nini. Ikifika usiku anakuambia nimekosa muda. Imagine mpaka unampanga mama yako mzazi, mama fulani anakuja kukuona, alafu anakuja kubadilisha. Kama imetokea kama mara 3 mara 4. Nisaidieni kuanza hapo jamani. Haya, tuendelee. Sasa anakuambia mpaka kufika mwaka jana. Nikasema sasa enough is enough. Akasema yani nilikuwa niko so fucking loyal to that guy kiasi kwamba nilikuwa sioni kichwa, yani sioni mwanaume yote kunibabaisha. Part 2, it's really part 2.